we Crossroad. Hawa ni jamaa wa bodaboda na huyu mtu wa hiyo kagari hapo. Now you can see some locomotion there. Na hivi ndivyo ya jamaa wa bodaboda wanaanza pole pole, unapata wamechoma gari ya mtu. Yaani siku zote jamaa wa bodaboda they see themselves being right than others. You can see bodaboda riders, they see that they think that they are right all the time than others. Motorcycles, they think that they are right all the time. Wanaendesha pikipiki very careless. Wakigongwa hawataki kukubali makosa yao. So hii Kenya yetu iko na ujinga. Na mjua leo ndio wazee walienda kuomba huko eti prayer day. Mtu anasema anaenda prayer day, na hii prayer day imefanyika kila mwaka eti prayer day. Na hii prayer day haijabadilisha viongozi. Our leaders conduct prayers every year, but these prayers never change their characters. Their bad habits. Mtu anasema iti ameenda prayer day. Achasema nimerudisha ile mashamba, mulisema nimechukua pale Ngong Road. Kwa hivyo naomba munisamee. Achasema penye vile ana print mapesa hapa na pale, ana print mapesa na kuonga vijana hapa na pale. Hiyo achasema asamehewe. Tenda zote za serikali ni yeye. Hiyo achasema apologize, asamehewe. So mnaweza angalia education system yetu inazidi kuporomoka kila kukicha, kwa sababu ya mtu mmoja hapa. Juzi mumeona mitihani, hakuna pesa kabisa imetengwa kwa sababu ya kufandi mitihani. Lakini mnaona jamaa wanasunguka hapa, mpaka jamaa mwingine mwenye aliachia class 6 eti ni msaidizi wa rais, eti ndiye huyo anatoa milioni 10. Unashindwa sasa milioni 10 na shule. Kuna shule moja hapa ilipata 86 shillings kutoka kwa serikali. Shule imepata 86 shillings. Ndio ujinga huko Kenya hii ni mwingi. Ule ujinga huko Kenya hii. Kwanza jamaa wa bodaboda hawa ndio walitumika vibaya sana. Eti jamaa wa bodaboda, mama mboga, saa hii angalia. They are very confused. Wamechanganyikiwa, ndio hata wana cause chaos kwa barabara kila wakati. Very useless. Very useless. Sasa hapa wacha waita polisi kumbavu zao.